Yo, what up? Welcome to the Inside Podcast. It's about time. Yeah, man. Ndio hiyo, bado vilipuzi zinalipuka. Sikio iko karibu sana. Yo Iko karibu sana. Iko hapa neighborhood. Hapa karibuni Inside, like, subscribe and comment. Saizi msishangae mtasikia milipuko hapa na pale. Ndio ile time Iran ndio wamechangamka. Unajua shazoea kukaa na hizi vitu. Anyway, si state fit ya kuzoea cause you never know hata kama ni zitakuwa intercepted. Hiyo ndio shida sasa. Debris itaanguka wapi msee? Nani some parts ni bigi kupata inakuumiza. Tukuumiza mbaya sana. Baadhi hata countries zingine unasikia imeangukia waseme Omad. Mededi. I think kumekuwa na kitu UAE leo kuna sema msemo mmoja amededi. Mimi hata worry yangu kuwa ile siku moja itapita. Unajua wamezoea daily tu wanazintercept. Kuna ile yenye siku moja itapita moja. Italand wapi? Unajua maybe pia wamechoka like tunatargeting kitu specific hatujaigonga. Jana niliona sportsman akiongea akisema sahi our target ni military bases za US, wana target civilians territory. So territory ni place like now unajua hiyo mali kuna US base ni kama ina consider kama hapo ni a section of US, wakiataka hapo wajataka territory ya Qatar. But now anything else yenye target hapo no it's targeting the territory. Civilians wamesema alisite two examples ya Mesaid Industrial City iko decide nini ile Argentina. No, Mesaid Industrial City mali kuna hiyo water tank. Hapo jua yusi na US so mbona kaikuza na nini inaitwaje Ras Laffan hiyo ile mafuta LNG gas liquefied natural gas. So unaona na kuna pia yenye ilikuwa imetarget airport so unaona bado inakuwa ni tricky sana. Sasa na yenyewe zinazaland kwa civilians. So let's hope zitakuwa intercepted. So far intercept kadhaa. I think hakuna moja ishaipita. Hakuna ishailand. Hiyo ndio kitu mzuri. Kazi safi sana kwa majeshi. Wanachangamka. Emira na kwa sasa ndio time kama unafanya uko na threat. Mimi kazi naenda aje. Unataka aje? Labda muongeze dodo. Huku si political sana kama mtaa. Kama ni mtaa ndio ungekuanza kuthreat na hii allowance ndio pressure. Anaanza kusema risk allowance. Niliona joke fulani wanasema sahi watu wanafaa wenye wako Gulf states update CV waandike we can work under missile attacks. Hiyo ni skill mpya na survival skill. Saizi hata in future ukipigia watu story nishaikuwa kwa vita missiles ziliko zinapita tu na drones. Ushaisikia shahidi drone? Shahidi wakanaita waje shahidi ushaisikia shahidi ballistic missile zingine ulikuwa unasikia kwa DJ Afro. Sasa hizi zimeanza kuwa more sophisticated. Hizi za ngori. Hata mimi niko na imagine drone before ikuwa ikakam, lakini ikakam ni ikaanza pole tu picha na nini. Saizi ni weapon. Sasa inatumika kama weapon. So anything inaweza tana. Not just a weapon, it's a weapon of mass destruction. Mbaya sana. Inaweza cause a lot of damage at death. Actually hii fight ya Ukraine na Russia wamekuwa wakitumia drones sana na actually kuna boy alikuwa anapiga story is one of the survivors na sijui aliponyoka mwenye alijifanya chizi alijifanya chizi akaenda kusaidika akafika mtaa. So anasema hizo drones ndo zilikuwa mbaya, ndo zilikuwa zinaangusha wasee. Sasa hata umejificha fiti lakini katakama alafu akifika hapo kanaanza kuachilia hizo explosives. Ndio ni chicks. But this woman sana andike kitabu. Anafaa andike kitabu. Mimi ningekuwa saizi ningekuwa. Nilimwona alienda kwa iko nini? Sijui kama ameenda kwa any of the radio or TV stations. Sijui follow after that but alipeana story hapo, alipea muff story
Na ni noma. Alafu matrauma nini. Yeah, Unajua pia mimi sijui cheki msee ndio huyu amededi tu saa hizi. Sasa hizi na chiki amelipuliwa na take cover. Ndio itakuwa ni trick. Hata hiyo sasa amelipuliwa na hiyo body itakaa hapo, haitatolewa. So as long as mko within that battlefield, mtakuwa mnaona hizi body daily zinaanza kudecompose tu, mnapita hapo. Alafu juu pia wewe ukiangushwa tutaacha tu hapo. Yani inaenda tu kwa alikuwa nasema za okay for the wondo walikuwa kwa red zone front line. So wakikufa hakuwa like wanaachiwa tu, but kama ni Russian soldier amededi, of course atapewa yeah, si atapeleka kwa watu wao wanapewa decent na gunshots. Yeah, gunshots. Hata ingekuwa hata at least hata mpeni msi gunshots hata kama hata kama mtaenda kwa mass grave kila mtu tu. By the way, after hiyo vita kutoka na mass grave, inajua in future watakuja kwanza kudiscover, watakuja kusema mazee kuna mass grave. Labda unaweza kusikia hii tupeleke Putin ICC, sijui tupeleke huwa nini ICC. By the way, ifai kwa iishe tu hivyo ati sasa tumereconcile. Na tumefight over 2000 days na wasee wamedead. Bado imeendelea imeendelea. Unajua ile za heki mchezo. Wanakuja nini Ukraine itawezwa ina nini. Kidogo ilikuwa tu unapata imeenda. Alafu shida tena ni Ukraine ikafanyika, Sudan wakaanza tena sasa huku wameanza. Sasa inakuwa ni vita nyingine inatokea, tunasahau hii kwanza. Tuacha concentrate na hii. Kidogo wengine wameanza kuvurugana. But then talking of Russia, nimeona Mudavadi hapo akidai that sasa Russia wamekubali watakuwa na recruit Kenyans. So hawiko eligible. Hado uko na hiyo background na nini. Ala recruit. Wao pia huyu minister mmoja hapo amekubali kusema noma wachukui. Were they recruiting? But sasa pia amedai that msimu mwenye kwa already size kwa military size as we speak. Yeye anaendelea na service unless ata minute contract yake na hiyo defense ya huko. Nacheki. Because as per wao hakuna msimu mwenye aliforsiwa kusaini hizo contracts. Kila mtu alikuwa tafuta job na si ni job tulikuwa tuna offer. That's why wao wase walienda kukamuko. But so no, the thing is our say wakitoka mtaa walikuwa, let's use the word blood for lucrative civilian jobs. Unakuja kama truck driver. So umeingia Russia ukijua unaenda kwa truck driver, but ukifika hapo unapata hiyo story imegeuzwa, unaingizwa kwa jeshi, unaona. So that was feel kama cause wakisema recruitment, it's like something that is open, something that is tulikuwa hata announce ati kuna jobs, recruitment ya Russia haikuwa hivyo. People voluntarily join ama wanatokea when wana meet the requirements wanakuwa recruited, but haikuwa hivyo. So kujipata alafu sasa kusema wameagree hakuna kurecruit doesn't make sense. The thing is ban easy deal na our agents wanadanganya wasee kuna civilian jobs huko zenye zinalipa vizuri. Because the moment you do away with this, wasa watakuwa na wanaweza fika huko, cause wewe unless unaenda kama tourist, kuna other means gani unaweza enda Russia apart from job seeking ama unaenda kama tourist. But I think sasa hapo ndo agents wana come. So kideal now fake rogue agents wanadanganya ase, you will cap the sasa alafu the issue. Unachikingi vile usema, tuseme unasikia UG ni ngumu kupata visa, tuseme kuja huku gava analipisha, sawa? So inakuwa ni kwa UG niende Kenya agency nitapata job ya kuja na huko. Same thing sasa itakuwa ina happen. Kenya wamekata. Why is it hard? No, ni visa ni passport ama by the way ni vile wamesema ni hatuta process za Kenya. So once tumeona ni Mkenya tu process. I think even ndio wamemaanisha. So that means hata kama mimi ni Mkenya nimekupata Russia, they won't process. So I think hata visa auto process for Kenyans hakuna anymore. So wao wenyewe wamesema for Kenya size hakuna, but wenyewe wako already kwa military, unless uende cancel contract to terminate. Sisi tunajua kwa service na kazi hukuforsiwa. Lakini tena kitu kingine ni unajua hapa juu wa ministers inaweza kuwa
sisi tulisema tunapeana jobs. Unaona? Tukaambia nyinyi wasee endeni mrecruit wenye wanataka job. So hawa kukaa tukaona amtaki ya military. Lakini tukaambia truck driver na cook mnaingia box. So tukaamua sisi hapa recruiters ndio tutacheza hivyo. Tunakwambia ni aje ni truck driver. Wewe unajua sasa tutakwambia ukifika huko utapikiwa. Kumbe ndio wasema military wanawachukua. Mnaenda kwa camp. Ni aje saini hapa? Kwani ni job gani? Ni military. Na ukikataa so I think hapo na hapo ukikataa ndio sasa ukikataa tuseme umetumia 200k unapiga hesabu maybe 200k ni alone already niko hapa si nifanye miezi 2 umesema ni 215k miezi 2 ndakuwa na nusu mita si nipige tu hizi miezi 2 alafu nitoke nirudi mtaa sasa lakini ukishaingia huwezi toka because contracts zinakuanga na terms. Yes, kuna terms. Breach you have to pay the penalty. Unapata na penalty ni heavy. Ni heavy. That's why unapata wenye wako and that's why the counterpart Musalia ni foreign minister amesema hatukuforce mse so willingly walijoin na it's something like constitutional so they have to serve mpaka amalize contract zao. Ndio by the way na hiyo anatumia contract ni ngori. Sidhani kama kuna any anaweza afford terminate tu hivyo contract. Jutam for sure lazima. Na hii ni military so unajua serikali yes hatu treat the same but unajua one to tumetumia resources na wewe. So saizi unatuambia aje tunataka kwenda home. So unless ujifanye cheese kao mse mwingine. But story yake ilikuwa noma. Ilikuwa ni ngori. But kuna mnaija fulani nilipata naye siku nyingine hapo. So aniambia hapa City Center. Aniambia wako na agency. Wanapeleka watu countries different. So tukiongea hapo kaniambia so nikamuuliza wewe unasema ni kama ni easy kupata visa ya US Canada how come ni easy hivi na wase udinaiwa so kaniambia pana unajua mdosi wetu ni Mrussian na ni Nigerian mwambia hiyo siwezi kuja hiyo tu combination tunumuza mdosi wenyewe ni Mrussian na ni Nigerian pia hiyo combination haiwezi make alikuwa approach toka kusimamisha alipata nimeketi mahali napiga meditation kaambia ni aje ni mnaija so nikamwambia fiti kaniambia my name is Sunday my name is Sunday ambia your names just so you be called a day kaniambia my name is Sunday nafanya hii agency whether tunapeleka watu US nini so sisi nimesikia wase wamegongwa so nikaacha tu nipe hiyo story so kaniambia kama saizi vile kuna ball kuingia US ni rahisi na hapo vingine Canada pia tunapeleka na Singapore countries kadhaa so ndio nikamuuliza Singapore inakuja Kenya so Singapore kumta so hatutaki hiyo so akanipea hiyo story yote akaniambia US sasa ni rahisi sana kila kitu tunakutengenezea una kampuni na documents zako zenye hauna usijali nikaa mtatu tutatengeneza uko na bank account kaambia usijali hiyo pia tunatengeneza tuongea nikaacha tu tupige tu story sasa ndio nikasikia nikajua haiwezi so akasema unaweza enda utembee urudi na sungemuuliza yeye mbona exactly ndio nilimuuliza niambia mimi nimefanya hii kampuni for 2 months unaona na nimeona watu wakiendaenda hata mimi mara ya kwanza niliapproachiwa hivyo but nikamwambia sina do nimekuja kutafuta kazi so kanipea kazi so kidogo nikiweza mimi nitajaribu nikamwambia wewe jaribu ukienda nitakuendaje ukienda wewe unaniambia jumia haiwezi nimesikia watu wamegongwa kwanza unaambiwa pia actually the thing is and it's very easy kugonga aseku cause tuna believing kila kitu huku ni legit one time tulikuwa karibu tuingie kwa hiyo mtego na mtu wangu na later on nikapata sehemu alitandikwa na hiyo same agency no hiyo ilikuwa eneo fulani pale tu building fulani hapo City Center ilikuwa ina promise kwanza nyiwa wili kapo mambo yenu rahisi ndio kama kuna yenye uenda through ni ya couples inaenda rahisi saa inaenda through haraka sana alafu alikuwa madam ilikuwa time ya Ramadan and she was a very beautiful Muslim lady I think Sudani
By the way, ni Very, moja kali. We expect to get kucheza. It's kwanza ni Ramadhan umsezi kwa. All the people Muslim hapa kwanza. Ni Ramadhan tena. Tukasikiza terms nini. I think we paid 1,000 or 1,200 for registration. Your commitment. So hii ni yake. So me I'm like okay, no worries. Me yangu ndakuja tu like once. So I don't know what happened. We lost interest a little bit kwa your story then. All of a sudden interest ikafuka tena and you know what, we're doing it next month. Okay, so mnarudi tena sasa. And I think we went and took the lady and next month na kila ganji yote. Okay. I think we never discussed it with anyone. Same way kuna sepia. Unapata kila mtu anachora. So unajua you don't tell people your things, especially what you are planning to do kabla ufanye. Ataanza kuingiza opinions hapo. Maneno mbaya na unajua power of the tank. Vitu zako zianze ku nosedive. So wakati tumetandikwa ngoja sasa mnarudi next month. Tushaenda tukasema ile story next month nakuja kuwekelea ganji yote yake na yangu in full. So total I think ingekuja like 9,000. Kila mtu 4,545. 4,242 actually. So it was 84. So wacha sijui over the weekend what happened. Job unapata say kila mtu tu kwa mneti. So unajua it was so big cause mpaka wase walienda create link kwa Facebook, una click your link, mna join, nyi wote mmetandikwa sasa mnapatana hapo. Nimejoin nimepata haya, usi ni fulani. Hata Morio wetu fulani hapo alikuwa. So unapata haya mkumbe upe alikuwa na approach. So next month unajua vile mimi nikisikia kitu fiti I'll come and tell you, unajua niaje kuna mradi fiti nimesikia mahali nimejaribu nione vile kutakuwa. So ukipata time enda hapo usikize story yao, ikikunice jicommit. By the way unaona na wao so vile tulipatana hapo sisi wote wa group man. Next month mlienda mkalipa in full. Tu kwenda before twende sasa ndio so umesema sasa a week too, a weekend too. Things happen over the week of the weekend. Shit. So like vile mnarudi ni job after my off day ndo sasa napata hiyo story ndo imechacha. Unaona? Ungesema kumbe na kuna wase waliokota hiyo full package 4-2. Walikuwa wamelipa wanangoja tu. So walijua je hawayuko anymore. Walienda kupata ofisi iko. Shit, washaenda. Mazana kuna security anakuaga tu pale chini anaonanga mkienda na nyinyi manze mtagomba juu kama yeye no because kuna wanataka ku change live ku grow mostly wagani wa security wase wanafanya job kama hiyo security. So unapata sindo tunataka kuchange sana kwenda US kuimprove cause kama kuna unapata job fiti you don't need even to go elsewhere so si unapata tunatamani sana kwenda huko but mbona ujiulize security anafanya hapa na ofisi iko hapo na je enda Canada na anaweza bonga nao cause these are people you know cause unashinda nao hapo daily wakikuja sometimes wewe ndo unaenda kufungulia ofisi unaona but hujaienda sasa watu wanatoa hapo tukienda huko kwenda nyinyi endeleeni shit. So waligonga wase wengi sana. I think wase wengi waligonga walitandikwa na wanaanga hiyo building ikipita hapo nasema wewe alafu kitu shida I think nilikuwa na business card yake ningemdm but sasa businesses maybe ndio ukienda kwa makarao hata saidika maybe washatoka nje washa exit wanakuwa kidogo wakiona kuna pesa mingi
mnajitoa mwingine Dubai pia muanze kusema Dubai utaikosa hizi makandi sio utaikosa watu watakwenda mahali waidi utapeleka Singapore actually kama kuna anapenda kwenda wa Nepali Nepali wana travel sana Europe wewe ukiwaambia Canada kuna country fulani Japan kiombizo wanaingia haraka sana wanasema nitaishia hata Europe wanaingia sana siku hizi Poland Denmark Germany bado kuna zile ziliingia through kuna mambo kadhaa walienda sasa hizo zilikuwa na actually hiyo story ilikuwa inafanywa na galis fulani Kenya na alisaidia hiyo naweza sema ilikuwa legit kuna walienda kuna maboi kadhaa waliingia but ingine kuna mtu yote aliingia na wana kipindi big up to yourself my kuna boi yangu hapo Arif sana alipenya hiyo ni yeye watch kipindi manze Jojo unajua hiyo do pia vile wanaitishanga nishawapea 12 hiyo ni commitment fee sasa ndio tuanze process hata hiyo ingine either nilete nusu ama actually alikuwa nalipa like certain amount na ukipata document zote that is kuna permit ndio inakujanga mbele then visa sasa ukipata visa ni hivyo hapo unajua ni sure bet ni kwenda so una clear the balance alafu ni wewe na tiketi yako ujipange uingie hiyo iko fit iko fiti mali nice alafu unajua Europe si kama huku ukishafika Europe even after 1 month 2 months you can change sponsor baadaye unaweza ukienda utafuta job nyingine unaweza nayo kama iko nice ndio una change ukipata opportunity fiti madha mzungu hapo pia unapita na karatasi imeingiana mzungu ni miaka ngapi madha wako mzungu wa 70 hapo sasa 70 utafanya labda unachindua dedi vitu na kumkalisha hapo dedi kumkalisha hapo asonge na akikwambia usome katiba manze hiyo ndio kitu ngumu sasa. Sasa alafu uje pia nataka unionyeshe uko into this before ni agree process ya kila kitu. Itabidi hapo umechangamka. Maana acha ikae. Manze hapo unaipiga alafu na kata mzinga mzima unazima. Taki hata anything unazima. Sasa kado lazi kado nini? Unapewa shot unatembea. Na vitu zingine huwezi unambawaji juu ya mtu wa 70 years. Manze na kuangani trick. How? Namani ukumbuka karatasi shida unakumbuka visa uko na visa siku ya 3 months as long as I'm doing something niko ndani sawa si lazima nipate like nikwe citizen but as far as naweza shughulika tu karatasi to kazi hapa na hapa ni what is important ni mimi nipate job I keep working saving my money nikifeel right to retire niende mtaa I go by the way nachito unaishia mtaa mata jo yes lakini hapo lazima ukuwe mavitu ukiwa soba uwezi nini ukuwa soba lazima ukuwe tu mavitu na kila soda nataka kukaa hivyo sasa you probably hata uendi job pia mkwambia mimi nitakuweka fit retirement hapa gavana nirushia kakitu sasa wewe unaomba tu wa David do jina pia uwezi fanya anything naende haraka tena utafungwa investigation hapo inaweza kuwa ni ngori. So sometimes nakonga ni tricky. So hopefully hawa Russia but sasa hata nashindwa hawa wase wakirudi home ma injuries watataka pia ningawe nafaa ku open up some centers ku accommodate wase kama hao. I believe ziko because pia Kenya kuna military huenda Somalia kupigana wanarudi tu wakiwa mentally disturbed. So I believe kuna facilities na deal na situation kama hizo. Shit man. Abu imagine uende pale Nairobi hospital. Tunataka kuscrub. Tunataka kuiba tena. Imagine uende urudi bila do uko na injury. Uko sawa akili juu wenyewe utakuna. Baadhi wanajipangwa. Asije unamse yote amesema tia makafunga na hiyo story. Yes kuna wale watu wanakafunga. Tunafaa kurevisit hiyo story huyo boy tuone. Tunafaa kurevisit kusikia by the way alisema kama story ya do. Sikumbuki akiongea story ya pesa.
Yeah, but hebu juu bedhe hiyo ndio kitu very important kama nini. Anyway, historia ya Nairobi Hospital nacheki mkuu ameongea leo, amezua sana. Ametumia heavy words hapo za kizungu, those swindlers. Hiyo kitu niko sure tangu Citizen wafanya hiyo story niko sure alikuwa anasoma hiyo speech. Yeye make sure hii penye nitaenda kuongea hivi ndo wapasha mbaya ameita swindlers. But wacha nikuulize, Kenya sahi as it stands, ni nani mwingine anaweza kuwa interested na kitu kama hiyo kama si yeye? Ni yeye na very few individuals, cause lazima kuwe na backup, si kufanya kitu peke yangu, unaona. Mimi hata ningesikia kuna mtu aje kugrab nisikia ijaguza Uhuru ni wewe. Kama si huyu ni no Uhuru sahi yako ametulia tu. He has a lot. By the way bila iko ni hata yeye mwenyewe akisema ati atrai kugrab najaribu kuwasaidia professionals wamekuja kuteta ni akisema hivyo kila mtu ako like sha inaibiwa 90 billion ujaona hii hujasaidia na ni kazi yako. And the fact that yeye ndo ana propose majina zinatoka State House na Nyayo House, ni Harambee House, Harambee House means hizi kuna mkono yake everywhere. Hii kitu imekuwa ikirun for long. Sasa ndo wanafaa wameona waende wakasik help from him. Ndio amesema almost for 1 year wamekuwa kinini huko. Jusa haizi sema ati professionals ndio kuja kumwambia wasaidia. Hii wanasema ni private, si ya public, na ameingia hivi that much kusema wase 9 waekwe nini watu kuchinjiwe nini. Definitely ilikuwa ataka kugrab. I think amejam hivyo hiyo calculation 1.5 billion per month inaenda kumtoka tu hivyo. Ingekuwa ni ndo ingine akikumbuka yanatoka na wazimu. I think hiyo ingeingiza kuliko kuku. Kuku raundi kuongezi mada zote iko naingiza mbaya. So hapo I think, lakini hiyo kitu I think anafaachana tu nayo juu amechukua vitu mob. Na umse tukimtoa jo tuende hizo vitu zote. Nimesikia Rigiji akihesabu zile areas zote ameventure. Mikutano yote ya serikali, conferences, whatever, call them, inafanyiwa Weston. Hoteli yake. Amefungua hoteli Mara, Samburu, Taita, kila national park. Like almost every national park ameka hoteli hapo, mpaka amefunga ile rive mahali mwanzo na hiyo kitu ndio mauli. Those are words of Rigiji. Amefunga mto mahali wanyama anapitia. So by the way hata kutuambia na alikuwa na shaki huko kote. Sorry insurance. Hii National Police Insurance sijui nini akondani. So hii insurance ya makarao ni msee kwa service tunamlipa ama injuries. Vitu kama hizo. I think pia waga normally kuna hiyo health insurance. Vitu kama hizo. Show mama yangu. Hiyo ni mshinde tu kwa koti. Mimi na claim mtaishi kwa koti hadi muachane naye. Na insurance inapanga na upuzi. Ukulipa. Kupigia story nilichoreshwa ati huyu msee alikuwa negligent kwa kazi. Alitokea. But unajua alafu kuna vile zo operate especially za health. Kwanza yaka ni msafegi. Chance zako za kusonga ziko juu sana. So anasema premium yako iko vile jaribu nikaulizwa do you smoke? Nikamwambia when I want. Sasa hiyo ni confused hujui kama na smoke ama smoke. So uliwahi kuchukua yako si health. Nilikuwa nachukua something to do with the education, but along unajua insurance policy by the way hata insurance ya health iko ndo hizi nini alafu kama una smoke ndo na site kuna package ukichukua hii unachukua na hii na hizi nakuja 200k 200k azio hata tukae hivyo basi. So mingi pia insurance I vitu mob. I think I can't remember all of them, but the list was endless. So mse shamba ndo wapi sabo na wapi. Hata kutombe tu alikuwa na shaki uko ndani. Man. Hizi mashamba zote tunafaa kuzirudia. Pia Karura Forest tuangalie kama kuna hoteli na tuzibomoe.
Ni kubomoa kupanda mti. Hata tutaki zikuwe za gava. Kama imejonga mahadi hapa iko na hizo vitu. Hizi kwa hiyo manze na mse atatusumbua. Atatusumbua. Dinga nataka make sure kuna do. Mse wote anataka kukuja kuwa kitu bigi, governor Nairobi ama president, unakuja unaniambia ni kufinance. So always nitakuwa naweza at least unani kitu. So utakuwa unisukuma sana. Unaona? Hata makoti nini. Sometimes back look on nayo. Okay, it's not like something I say wana ama kitu non. Najua even when we talking about wealth, kuna ile inaitwa generational wealth. So unaweza kuwa uko na ganji, you are rich but you are not wealth, because ukidedi maybe after watu wako hata maliza kusoma na ile pesa uliacha, but generational wealth kuta kama babu zetu nini. So kulikuwa na argument, but hizi ni story tu za say pale kwa Zabe akishikisha ati maybe I might be wrong, but naweza kuwa pia unaona like Kenyatta family, unaona kuna Moi family, so yeye anataka afike hiyo ligi, hiyo nini kihesabiwa family tunahesabiwa, but unaona hawa wase kama Uhuru wase wa Moi, hiyo ni generational wealth. Na at least kuna kitu unaweza mtoto wa mwalimu ama mtoto wa Aslam au mwalimu, I think budaka alikuwa mode something like that. So unaona, so uwezi fika kwa jua say wao walipata mali. Mimi nilipata standard ikiwa hapa ni Abudangu. Nilipata hii Brookside ni Abudangu. So hata tuseme hata kama Uhuru angekuwa president, still angekuwa mafutani mbaya. Like atakula hiyo pesa iwache watu iwake jana wake wajukuu, unaona like watu wa Kibaki wanaenjoy pesa yake. The same thing. Na hakuna mzee wamelia tuchukua health atachukua nini. Yes, hapa na pale lazima pia, but wako naguza ile yenye health ndio inakuliwa vile inakuliwa saa hizi. Haingeenda to that extent. Ni baadhi hiyo ni kama hata mkuja mniambia Budangu alibas juu nini. Mwambia mimi najua Budangu ana on standard. Sio kuna kampuni ya nini. Unaona? Tuseme kama tunasikia sijui Moi familia yao kwa sijui contract ya gava ya kuprint vitabu. Wanaoni wa sijui 3 billion. Yeye anasema si unaona? Baadhi umesema vitabu nikakumbuka mambo education, pia nisika najenga University Eldoret yake. Ata kumaliza na hii Moi Kabarak. So Moi Kabarak inakuwa ni private. Ama but this is Zagava but sasa unajua kijenga yake hapo private ni miwe na nini. Baadaye kuna nini private kama tuseme kama NIPS hivi ukijenga yako baadaye bado ni do inaingia. Ni do mse. Shit, hato hizo watakuwa na pesa mama. Mzee nadhani tunafaa kuchukua kila kitu. Na hivi aendaishi Colombia huko. Bana. Tumweke tu red alert. Nasikia Colombia ase unge huko sana. Ase amekuwa convicted na magori huko kwao wakiponyoka. Mnaingia hivyo mashimo. That's the place ya kuponda juu ni city ambayo ase anapiga starehe. Mbaya sana. So unaenda huko chini ya maji. Usiku mchana wewe ni kuamka kwenda pole kwa yacht. Uendi hata na flight direct. Unaenda hizi neighboring countries. Unapitia country kama 5 unaenda hapa. So hata ikutrace. Niliingilia country sijui gani na niko country nyingine. Unaenda unatulia huko ndani. Keja yako feed protection hapo. Manze huyo msije atatuja tusumbua. Na tuliambiwa tu. Huyo mwizi. Tukasema ni mwizi wetu. Mutaiguni. Alisema Kikuyus niliwaambia msivotie Ruto. Now you are regretting. If I tell you to vote for him 2027 mtakataa. You will regret mpaka uliona hiyo nini? Mtarijina atikuambia ilikuwa 2022 2022. I want you against voting for Ruto mkakataa. Now you are regretting. Now I'm advising you 2027 to vote for him. Sijui mnakataa pia. So mtaishi regret mpaka 2042.
Shit. Bado ulikuwa ni Wana kwa political analyst. Political analyst. Anakuanga kwa fit. I think time ya Uhuru alikuwa kwa gava sijui kama nani. Naona hizo advice star something. Imagine tu ni advice unalipo sijui mita na allowance za nini. Hiyo kazi ni saa zingine. Mimi ningetaka kuwa nikisumbuliwa na mapenzi hapo wezi ni advice. Hakuna msana advice. Imagine una advice government ichukue advice yako na wanakulipa. Bana. Wewe dhani ni kazi fiti aje. Na kwa ni fit. By the way, talking of by the way nini State House. Nani Matiang'i si waliweka budget ni 17 billion. 17 billion. Hii financial year. Imeongezwa itakuwa 17 billion. So akisema ni ime double kutoka yenye ilikuwa last time. So yeye anasema ni aje nipeni kazi in the spirit of working. Ni cut na nusu. Unaona? Nipeane nusu iende kwa shule na nusu iende kwa hosi. What's there in State House yenye inataka all that amount? 17 billion ni nini? Hakuna kidney transplant zinafanywa hapo. Hakuna like there's nothing COC. Hakuna shit yote inafanyika. Hakuna kitu inafanyika hapo. Nini tu na kula na kulala. Na ingekuwa Uhuru tungesema baadaye anakata. Baadaye na Uhuru na anakata ndani nini pesa mingi. Baadaye baadaye Mulevi alikuwa kwa sawa. Baadaye niliona hiyo comparison. I think tutaangalia I'll do the research nione budget allocation ya White House. Nisikia pia if hajakaribia White House amepita. Shit. Nenda kuenda. Hiyo ndo ni mob. Na kuna juzi ilifanya renovation. Kila kitu kishatengeneza. Hii ndo tena ni nini? 17 billion ndo mob sana. So Matiang'i anasema mimi nipatieni 3. Na hiyo ni ya State House. Hiyo ni ya State House. Kuna ya Harambee House pia. Utapata Harambee House iko na yake. Alafu first lady akuwe na allowance zake. Unacheki. First lady ofisi ipewe do yake. Hii ya president office ipewe do yake. Na State House sasa kama kija yao wana need 17 billion. Hii keja niko sure tulipangi stima, tulipangi maji. Hakuna shit ni mishahara tu. Na maybe wako kwa payroll ya gava walipi na huko. Exactly, of course. Civil servants. Walipi na State House. So hii State House 17 billion za nini? Sasa ungekuwa na entertainment, kuna entertainment ni kina nani? Angetuambiana na kuja ngapi every saa tu kutuimbia, tunamlipa do yake sana. Vitu zinaendeleaga hapo. Man, hata hiyo sisi wangepea Kenyatta Hospital hiyo pesa. Hebu imagine the difference ingemake. Difference kubwa sana. Sana. But kama unaweza pata hata usina product kidogo, maybe hata saizi walipu inasha. So Ido akatodo kama hii mahosi wanaweza fanya kazi fiti sana. But then every time usikia suli hiyo place ikaipoa. Ile hata tufunge macho. Hata chukua 10. Hizi hata kuja useme hii ndio wamenipea asante kini mingi. Nataka hii 7 nachukua 3. Nairobi National Hospital tengenezwe. Mama Lucy sijui fanywe nini. At least tufunga macho. Hata opposition ikikuja kudunga unakamnaambia ni aje. Si unaona nilipunguza na bado napunguza. Lakini saa hizi yeye tu amenyamaza tu. So Matiang'i alikuwa anasema yeye hata need 3 billion. Na hata akijipanga vizuri 2 billion atarudisha. So unachikia Matiang'i unamchikingi aje. Tukampe hii kazi anaiweza. Okay, these people are politicians. Number one, you can't trust or believe what they say. But I feel, another person anaweza make change. Because huyu ni greedy. For everything. Power, compete sana na. So na feel hata nani akuja hapo atakatio budget. Not because watakuwa fiti, but it's too much. Unless pia wao wengi hapo hii ni joke. Unajua? Asi atiana pesa. Imagine he wants to control Kenya because ukiangalia like ameingiza mapua kwa kila biashara, kila sekta. Hata wenye tuna aspire kuwa na matatu pia ashaingiza mapua huko. Ashaingiza mapua huko. Makaka kijana hapo. I think if Matiang'i
kidogo anaweza piga kazi. Yes, akiwa interior kulikuwa na ngori. Kuna wase wale mado na tuko explainiwa mbona. But akaingia na ile education kama niko na cheki juzi tu hapa Kisiangani walikuwa nasema kuna boy alikuwa hapo anasema ile time Matiang'i alikuwa CSO education. Normally walikuwa wamezoea watu wasomi kila mwaka ikiisha wako na leakage. Na ni sure bet ni hiyo. Wasa wako na masimu mnasoma exactly kitu inakuja. So watu unapata ule mseu fail anatoa na mtu anajua. Anampea answers zote. So yako fit. Exam kama ana pass. Hiyo time hiyo time. Matiang'i akakaa. Wakasema hakuna kitu yote walipata. Hakuna leakage walikuwa nayo. Hata walimu walikosa. So ikakuwa hiyo shule ili perform poor that time. So ikakuwa yenyewe ninyo bibia mtihani. So kwa nasema if Matiang'i in the same spirit akamtu ya kazi anaweza mimi naona tunaweza sema ametukalia kidogo for maybe 2 years akalia economy asitukalie ndio hiyo nitasema kidogo unacheza ni kikama kwanza na kaza loophole zote hakuna doto inatoka so unajua atakazia some few individuals unaona nimewakazi kama ni education nikiona hii pesa mko mnawesi ni mob leteni nataka kitu fulani ifanywe hivyo after some time watu watalia but mtaanza kuona but hivi vitu zinawaka barabara hazimeanza at least kumeanza kuona changes unaona nimewatolea mzigo school fees mahosi inaweza lakini nikuja pia msiana manja unajua pia saa zingine nikiwapo nje niko napiga kelele sasa nimekaa niseme shit hii account iko na 20 billion watch ziko wapi twende Dubai sasa tena tuanze kumuona ako shopping na huko so unashanga president kuja kwanza sasa hiyo ndio shida naona juu naweza kuwa saizi nasema ni mbaya au msi haende lakini ukiwa hapo uko like nini naweza do nataka kujenga kikeja unaona najenga keja nataka gari fulani naanza kuimport magari unashanga president rada nini but pia hiyo imekuja ikamkua like ngojeni kwanza umeni surprise ngojeni nikule hii do nikaa Zena kuwa but Matiang'i inashukua naweza piga kazi safi hata yeye pia atakula kidogo juu pia nitaka hapo nitakuwa naambia watu nini najua ati niliko president ili wafanyia kazi at least but naona yeye anaweza piga kazi kama na same spirit at least jo tupate change country jo imagine tunakuwa na hiyo do yote na hatuna gold hatuna mafuta bana tungekuwa na hizo vitu hata bila hizo vitu hii do yote ingetumika vizuri tungekuwa tuko fit sana hiyo unfair distribution ya resources ndio inaletanga hizi ngori zote tunapitia otherwise kungekuwa na hiyo equal distribution of the resources hakungekuwa na hiyo tamaa watu wanataka kupora cause kila mtu at their level wako tu sawa unaona kama ni karao analipwa vizuri so karao atakuwa na haja kukutoanisha by the way sasa hii karao anajua pia nini yake sha itakuwa iko sawa atatop up mshahara yake na hizi pesa anaenda akiokota huku kwa club like huwezi fungua biashara kama hujaonana na OCS huwezi operate bezi ya jaba kama hujapeana kachwani daily manze imagine bezi ya jaba profit magic aje man ni noma hizi ni gani so kila sasa vijana wako wamekuja tena profiti utapata cause wako sawa mbona nikakimbizane na machwani na mimi niko na 70 hapa zangu do yangu inaingia government kwa keja government kwa keja sasa hizo ndo vitu zinafanyanga wase tu have kumtop up kwanza kuanisha watu ovyo but this time tunapotokea kuvote wase watoke akishinda ni sawa lakini hii tutokee hizo kutakuwa na system wa set kwa tunaweza vote kama iko lazima niende hapo niekelee at least tukisafa niseme hata kama mtu wangu hakupita nilitokea nikapiga duty yangu exactly na wakianza hizi vipindi kama ya 207 hii ni documentary NTV waanze kutuambia hapa stima imepotea sijui tena nani anaenda kuannounce wapi but then nimechikia documentary vipindi zilikuwa ni mob hiyo kitu ilikuwa imepangwa na mbona ni ngumu kuachilia hiyo power ndio nakwambia power is sweet man manza tukisema hapa hata ukifanya supervisor leo sasa unaanza kusikia unaweza kalia watu wako chini yako
What about being a president? Ndevu naambia nyoa hizi ndevu. Hoja nyoa ndevu na anakuambia msee nyoa ndevu. By the way, power so now if not controlled it can get into your head. Unajua na ikikuingia inakuwa mbaya. Yeah, so but I think something that needs to be controlled. It's good but needs to be controlled and use it. By the way, before tulikuwa na constitution, president alikuwa na powers mingi sana. Imagine ingekuwa saa hizi kama msee pia anaamkanga tu anaanza kufanya vitu tunabini against the constitution, bado unaenda kusign sheria, kupitisha sheria. Baba amedate, kumbe unasign. Manze nakwambia huyu mzee angepata hiyo constitution mzee tungeita hata angechange kwa ile ya hereditary. Bado ingekuwa amekisha pa hajatoka kwa family. Nataka at least wako wawili. Sema na mwingine ni hereditary. Upeane tu hapa kwa familia. Tunafaa kupita, kuna wengine wameenda wawili. Sasa tupita watatu. Hapa tutakuwa tuko sawa. Baada angetusumbua. Constitution kama ingekuwa hivi. Na hii bado kuna vile wanai-change. Na vile wanataka kuchange some sections. But hiyo ni ngumu. Unajua napenda wewe tuchezee rough. Lakini tunajua after 5 years tunaenda election. Unaenda kucheki. Lakini ukituchezea rough ndio kuchange constitution hatuwezi kubali. Ndio tuna protect. Just of anything tunasimama nayo hii kitu inasema 5 years wesonga. Na itakuwa ngori 2027 ha? 2027 ni ngori. Itakuwa finali hapo. Manze wase watokea hapo. Numbers ndo zinamweka nje. Numbers. Jaribu shit katanuka. Katakuwa ni ngori. Also watakuwa like hapana ifanywe tena. Ama zikauntiwe tena. Unajua. Sasa kila kitu tunaweza ipiga live. Tunaenda hapo na apparatus. Sasa hizi hata kutuambia internet ifanye internet gani unatumia nini. Zi Safaricom walikuwa na ile nani inaitangwa Starlink. Walishikana Starlink. So inafuta kila place. Tuwazabie ni kura. Siku moja tushajua nani ameshinda. Kama kuna kesi endeni kwa koti sasa. Lakini kutucheza haiwezi. Manze na mwenye ataingia fuata hizi vitu zote. Jihu msee ametuibia. Sana. Bade umechekiwa MP wa Juja akisema wase wa debate na Kikuyu. County assembly right? Parliament. Si ni MP. So MP wanaenda kwa nini kwa parliament kudebate na mother tongue. Sasa hata imagine kwa sisi wanakuwa wangapi 400 and something. Kila msee aongee lugha yake. Muongee lugha the same. Nani atakuwa translate? Niko sure ni wa one time. Huyo hawezi rudi. Na hiyo thinking. Anaitwa nani? Ni Wajuja Koiburi. Ni ule msee wa nini mwenye alikuwa amekidnapiwa akapatikana amelala huko Kahawa. Alafu yeye akakuja alikuwa amelala kwa hoteli, asubuhi akaenda kulala huko. Huyo tu arudi tu kwa Kahawa. Huyo hata nini? Sidhani ana hiyo thinking. Unasikia nasema anaenda kutable hiyo motion wase wa debate in mother tongue. What's the benefit to culture, to promote cultural nini? No, sasa hiyo sasa na uje culture tuko na 450. Tuseme hata wenye wanaongea Kisapiri ni 14 sawa, wengine wote 400 kama in your community. Kusema watu wafundishwe mother tongue in the school. Ndio unaona, do you ask yourself kwa nini Nairobi watu wafundishwe mother tongue? Because of the catchment area. Kuna mtoi Msapere hapo, kuna mtoi Mkale, kuna Mkamba hapo, kuna Mjaka. Sasa lugha gani sasa? So it makes sense. Doesn't make sense. Alafu mnataka muongee lugha zenyu. Ujue mse pia ajiongea kwa parliament. Sijai msikia. Uongee Kikuyu, to translate na Kizungu ama na Kiswahili. Sini wote muongee Kiswahili msikizane. Exactly. It makes it easy. Na tuna save time. But then I says out of late bado huoneshwa 24 hours wakidebate. Kitambo niko naona kwa KBC. I think sisi hata wa debate. KBC ni agava KBC ni agava. Hiyo ndio national netangoni nkaria. Anything official lazima wanini na KBC. So hata nimejaribu kuangalia mse anasema nini. Kudebate na mother tongue. Haiwezi. Na hata shule yenyewe mother tongue ilikuwa ni Monto. Ilikuwa inaitwa Monto. Kiongea
hata ilikuwa ni Kiswahili. Kuna siku za kizungu ukiongea Kiswahili unavaa kajacket fulani kamechapa. So by the end, by jioni wewe mwenye alikupea ukuje na yeye na huyo mume kuja na yeye mwenye alimpea kuja na yeye, so mnaenda hapo kama kanatembea hapo kuvaliwa. Real situation nyingine funny. Wewe umecheki Ruto na Gachagua wakipimana hapo. Wewe umekonda wako 1-1 sasa hivi 1-1 anasema amekonda mpaka masikio zina hivi, akamwambia wewe kwenda gym kwanza, hiyo tumbo inapasuka. Mnaharibu wazanga hawa sisi jini walifanyana. I think hakuwa expect huyu jamaa survive for that long. Konga like uko uishe bana, unanisumbua ovyo. Juna konga fiti sana hiyo kikipitua kiongea at least. Hebu imagine kama angekuwa anaongea. Angekuwa akina Sifuna wako Yesu wafanya once a week. Kina at least huyu tuna expect. Kienda kwa church daily kama lazima tupashe. Lazima tuambie nani kama ako na watu wake. Lazima. This guy is informed. Na kwa information. Vitu wanasemanga ni kweli. Ukamzi na bado ina take some time maybe unakuja naipata kwa standard. Unapata hii story kumbe ilikuwa ni kweli. Kama unapata kwa news bado wamesema na James. Anakuja kuambia, siniwaambia. Huyu business man niliwaambia. Wajarua nini? Kabla malizana na nyinyi. Bizani wa Kikuyu. Alikuja hapa akajua mpaka kupika mutura. Sikia hata historia ya Singapore. Wajua alisema haizi enda na story kama hiyo kwa mlima. Juu hapo wasee hapo ni business minded. Lakini akienda huko juu anajua inchini Omondi. Hata kwa asili yako ka lifestyle idea hapo ka lifestyle ka. Unajua wale ni ma lifestyle. Si watu wa busy. So hiyo upima, kuna place ataongea story ya Singapore na kuna place ataongea nenda kuongea story ya tutaleta viwanda hapa za kuprocess sijui nini. Nitaangalia mambo yenye kahawa nini by the way inakuwa nini. Ati alijua kupika mutura au mzee alijua anajua Kikuyu hapo Mwadhani Agosho. Kwanza alikuwa anaingia Mwadhani Agosho sijui nini hiyo time. Unajua nilikuwa home akishinda election. Wasa wako doze. Nilisikia tu imeannouncewa wasa wakatoka nje na madrums. Unajua mnaenda hiyo kitu umetembea hadi wapi na kurudi. Ati mnafurahia mmetoa mlevi. Imagine ati ni mwizi wetu. Uhuru aliwaambiaje? Uhuru aliwasi tunaona nini? Niliwaambia. Na bila anaiweka na Kikuyu hapo. Niliwaambia. Cheka. Bado alisema tutakuwa tunapatana na nyinyi mtaniambia vile mtakuwa mnakasikia. Jamaa mmoja fiti sana. Bado alikuwa ameona mbali sana. I think alikuwa anamjua. Unajua vile pia unajua ukifanya kazi na msee utamjua. Very easy kujua msee wako because what is within him itakuwa inampush, unaona, mpaka anakuja kwako hiyo hapa tufanye hivi. So you can tell the kind of person you are dealing with. Mse ni focus yake si ya mwananchi, si ya believer, ni anataka tu kujienrich. Sure. So vile tu alishikana Rigiji, pia Rigiji akaanza kuona nipatia kazi ya kupigana na miadarati, unaniletea cabinet secretary mlanguzi hapo. Sasa unataka na nini? Ndajipigaje mimi mwenyewe? Niko nao hapa nitaanza kuambia watu wapigana na madawa. Exactly. Ndio ashindo wapigana na madawa na mnaketi kwa nini? Kwanza anasema ilikuwa ndio ni briefing kila asubuhi ya secretary cabinet unapatana. So unafaa kuja kupeana reports ya madawa mnapigana imefika wapi. Mkipiga history ya wase wako hapa kupigana na madawa gani? Elements hapo na El Chapo. Make sense. Hapo kwa ni ngumu. Normal. Ndio nisikia pia Rigiji akisema ati kuna kampuni imepeana British sijui nini wana contract ya radio wanapeana. Okay. So kampuni yenye imeshinda ni I think inapeana na 22 billion. Hiyo ndio offer yao. Tutafanyia kazi ya 22 billion. Hii nyingine imekaa na 29 billion.
So hii imepewa 22 billion. So president anasema hapana, chini kupea wasi job. Peni hao wasi wa 29 billion. So ndio wanauliza hii 7 billion mbona tulipe pesa nyingine extra? So akaambiwa wasi junior ndio wanalipia hiyo safu. Akaambia pana kama si hawa msitupe basi. So ndio washao kwa anasema watu wa Ruto wasipewe. Juu unapata 7 billion inakunywa maji tu hivyo. Yaani na hiyo do ni mob. That's a lot of money. Yeah. Na kupitia hiyo do yote mtaistaki wapi? Enyewe lazima ununue bank. No wonder alinunua bank. Enyewe msee kama amejipanga bila utanunua bank yako. Do I think kitu yote msee watu na wakifanya mistake kwa invest na yeye sana. Hata kuja kuosha watu sana. Jota kama leo ni hapa itabidi nimetoka huku. Na lazima nitoke na do. Siwezi toka tu hivyo. Msee hapana. Usikie hiyo bank yake inaitwaje? Sidra, ntango Sidra mentango ni. Sidra. And I don't deal with such. Nika bank fulani akalikuwa na make losses akaiba over sudden the best. Wana make profits azikai. I think wako almost kina COP, KCB akahesabu hapo top 3. Yeah. I think unajua si KCB ni akina Uhuru. KCB ni agava. Si KCB. Ama inaitwa Kenya Commercial Bank. Ya government KCB, ile KCB Bank. Ile inakuwa na green. Kuna Cooperative Bank. Na kuna KCB. Pia iko na nini ya green. Iko nini ya green. Nadhani kuna kina Uhuru anakuanga nayo sijui ya nini. I think alikuwa anataka same thing kila kitu. Na standard si ni kina Moi. No wonder wanamdunga ngai. Ndio pia walicheza kina Gideon. So standard newspaper. But then nasikia amebai Nation. Nani? Hata nani alikuwa anasema Ndindi Nyoro. Alikuwa anasema unajua Nation imenunuliwa na MTZ. Hizo shares. Sijui nani alikuwa anauza shares. MTZ akabai. Umesema story ya shares nikakumbuka. Pia huyu jamaa wetu amenunua Fuliza. Sasa Fuliza ni yake. Nani? Songo anapata portion ya Fuliza. Wallahi. Sasa mimi hata nikitransact hakuna mali naingiliana na bank na nini. Nilipata huku pia kuna option ya kutuma pesa direct kwa bank. So unairusha tu direct kwa bank. Yeye pia anapata portion ya Fuliza. Kama kuna msee anataka kutumia pesa namrushia direct. Namtrolea kwa bank. Direct kwa. Yaani account kwa Fuliza. Hadi kwa Fuliza msee. Msee hata tudinya. Nilikwambia list ni endless. Rigijia alimention zile biashara zote ameventure into. Chiza kwa president ilipatikana. Pesa yetu msee ni mingi. Ndakuwa nakumbuka moja tu. I think pia wale wasiokuwa hapo karibu akina ama CS wanakula mbaya. Ndio pia wote kuna kama kina Ndwale unaona. Hakuna nakula fiti hapo. So nilikuwa nasema nini? Nimesahau. Haikuwa ya maana kama umesahau. Nation. So Ndindi Nyoro anasema Nation iliboywa na MTZ. So anasema MTZ tunajua ni nani. Tunajua ni wewe. Na sasa tunajua headlines zitaanza kuchange. So unajua I think pia nataka standard wanamdunga Nation wanajaribu kuwasafisha. Sasa imagine zile radio zote ziko under Nation. TV stations ziko under Nation na sana newspaper. Same thing na standard mko na gazeti na TV station na newspaper. So pia hiyo so nyinyi mkikuja hapo kunikosoa hii na wanani praise up. So I think huyu jamaa ndo amepita nayo ni domo sana. Leta baki Citizen ni Royal Media mzee, hebu imagine hiyo doto mzee anakuanga nayo. Saraja akipigiwa simu alikuwa Bayesa akikata keki ya black. Kabla apigiwe simu. Nani hiyo decision ilikuwa ni mbaya. Ange call. I think Sakaja hapo alichopa. Na since then bado hajaongea tena. Lazima utumie kitu. Huwezi kaa ukuwa so. Kiingia X kiingia TikTok tena kuna kabila alikuwa amerecord chopa iko hapa nyuma. Sijui alikuwa anasema nini. So watu wakakuja kumwambia wewe unatuonesha vile una avoid maji chini. Ndio maana huwezi sauti shida ya floods. Sasa inakuwa kabila nilikuwa tu nawaambia sijui nini. Inakuwa yenyewe hawezi kaa na amani bana. So far
Nenda hivyo. Anyway, so acha tucheki huko. Kuna cheki kama kutatulia soon. Man, you can't tell. Kama ni ile daily tu kamoja katuweka on alert. Kamoja kutuweka on alert, but unajua as long as ako kamoja bado kako, hakuna vile situation itakuwa back to normal. Yeah, itakuwa tuna operate tu with limited everything iko on limit, naona kama flights kila kitu kiko on limit. Yeah. Jioni time hata wakirusha inabaki. Fungeni kila kitu kwanza. Tuone vile kunaenda. So ni situation hatujui itaenda until when, cause unajua it gets to that point pia sio wanyonge. So imefika hapo, kila mahali, kila country inataka kusema sisi wanyonge. Katambe wewe mtapigana na countries ngapi sasa? Sibadhe pia unachiki sasa ni kama walikuwa kwa ready. Ni kama since ile time walikuwa kando wanajitayarisha. Former PM Foreign Affairs Minister, if I'm not wrong, ni Foreign Affairs Minister, but ni former tu minister. Sema tu hivyo. Anasema pia US ni capitalist sana. Ni capitalist ama opportunist. Wanataka Qatar na Iran waingie kwa full war ndio waanze kuuzia weapons. Sasa iko by the way. Iko ndio na defend vizuri ni 20 billion. Tuleteni doji chukueni. Tupiganeni na mkonsentrate sana na vita. Tunaanza kuchimba mafuta pia. Wanaingia. So I think mali tu unaona US wanaweka interest waga kuna kile kitu wanamulika. Kuna kitu si hivyo tu. Though inakaa okay, kuna backstory. I think it's available kwa so many channels. Wasa wanaweza Google hapo waangalie backstory ya hii vita yote. Yeah. So but US everywhere wanapeleka vita waga kuna kitu wanaenda kubenefit, no? Alafu pia now it looks more individual, cause ukiangalia pia former presidents wa US vile wanasema, former VPs wanasema hii ni individual war na ni vita haikuwa necessary. Hii ni mambo ya Trump tu. Baadhi hata ukicheki US pia zile countries zote wameenda wakaanza vita, watu tu zimeharibika. Kicheki Libya, Iraq, yani countries mob ukisikia tu wameingia tu kwanza boots on ground ni na kila kitu imeenda mbaya. Kwanza kipindi nimecheki hapa kwa na watch Al Jazeera, right? Fuel prices zimeanza ku rise. By the way, wamesema Philippines inatoka $2. Philippines, I think pia US, if I'm not wrong. Ama hiyo ilikuwa Philippines, ilikuwa Philippines. Ndio gava pia wamepeana sijui nini. Na the guys walikuwa hapo ni wa Filipino. Inaanza kuwa ni ngori. Itabaki tunatumia traditional means. Actually, jana nikiongea na boy wangu komando fulani ako Dubai pia, aliniambia pia food stuff huko imeanza kupanda. Unaingia na dirham zako chwani hapo, huwezi toka na food ya unajua like ni one meal, huwezi sema hii ni sapa na huwezi toka na kama kawaida normal. Normal vile unasemanga chwani inaweza kupeleka siku 2 ama 3 ukibai. Sasa hizo tutaanza kukafila hapa na pale. The longer inaendelea the longer kuna kubaya. I think also kuna spokesman Karen alisema fuel prices will go high. It affect, of course, definitely it will be affected. Lakini sisi hatuta tunachimba yetu. Sisi hatuta affectiwa. Si huku Kenya. Tunachimba yetu ya Turkana for 10 years. For the last 10 years tumekuwa tukichimba hiyo mafuta. Yetu panda hata sijui wapi, as long as kuna mali. As long as kuna mali kuna vita. Hata countries haina mafuta. Kasikia India na Nepal wanapigana. Unajua mafuta imepanda, India na Nepal wanapigana. Kupanda for no reason. Hata tu imenini. So mimi nachiki Iran, US nataka kuharibu Iran. Waache tu kama Libya tu. Gava tumemada karibu kila msee mnapigana. Sasa mnamada head of security. Chief
chief of security. Na vile wana celebrate wakimara tu msave niko sure Trump ataiweka kwa social truth hapo sha post tunawamaliza au niliwaambia ni siku mbili baada alianza ku celebrate siku ya pili hadi wa leo bado anasema anamaliza hao si kila saa ni we are winning, we don't want any assistance when you are winning but itakuwa ni tricky hopefully kutatulia Inshallah Amira kiwa hapo. Mimi ndio tumeala hapo pia tumemwaminia deadly sana. Ni hapo kwa tulisema sasa huko hata tukaambiwa tuingie military tupiganie hii nchi, tunaingia tu roho safi. Because this is our second home man. Kasikia wamesema tuna change nationality. Utaingia kwa mkatari. Na mimi na hivyo tutakupea keja bado land kuzambili ni model yani kala unataka hayo unyenyewe unaanza kufikiria mambo ya na kukitulia mafuta utakuwa unapata portion yako Kena jua pia still hata wakachukua bora msichukue wasichana wetu condition ni wadimu wetu so hiyo ndio inakuanga biggest condition wadimu wetu mwachana na wao nyinyi wasikianga na kata wanasema wewe tuheshimiane nazanga kuheshimiana nasemanga tuheshimini wa mama wanawake wetu kini upya itafika hapo kofi huko hiyo itakuwa best so kafungia hapo tuonane kesho gidare kama hii aiwa tuwapeleke na rada hapo ndio sasa vile kunaenda leo kumekuwa kumetulia lakini kiasi wametushtua hapa asubuhi alipiga notifications zilikuwa za jana ilikuwa ni jana tu tukipiga kipindi hapa jana tu tulikuwa tu tumeingia story ya Vilaso talking of huku alati kaingia leo pia wamefanya the same thing tukienda kuanza wakapiga lakini inshallah tutakuwa fit threat has been eliminated so baada na hii video hata ikakat hiyo threat na mali imekati kuna logo ni threat so ni hapa ni inside like subscribe and comment finya notification button pia see you on the next one wagwan